Wapenzi, karibuni tuendelee na somo letu la siku zote, somo la kuandaa research yetu ile ambayo tunaendelea kuiandaa ikiwa kama draft yetu ya kujifunzia. Sasa leo tutaendelea na kipengele kinachoitwa uandaaji wa list of figure. List of figure haiandaliwi kienyeji tu kwamba unafika hapo una type unaandika, unafika una type unaandika. Tayari nishaandaa hapa ndo tutakapokaa list zetu. List of figure itakaa pale, alafu figure zenyewe ndo hizi hapa. Yaani kama kwenye research yako au kwenye kazi yako umetumia michoro, figure, majedwali nini, utawekaje automatic pasipo kuandika hivi, yani unaanza kutype moja moja. Sasa hapa sisi tutaanza moja kwa moja. Tutakuja hapa, tutaanza kutafuta zile figure ambazo tunatakiwa tuzitengenezee list. Tutaanza figure namba moja. Tutaona figure namba moja ni hii hapa. Je, hii figure inahusiana na nini? Ni mchoro wa nini? Utaangalia title ya mchoro. Labda huu mchoro si unaelezea mambo ya Maslow hierarchy of needs. Kwa hiyo utacopy hapa hii ambayo ndo kama title ya figure, ambayo hii figure hii inazungumzia hicho kitu, ni kama kifupisho. Kwa hiyo utakuja kuclick hapa, utakuja kwenye insert caption hapa. Ukisha insert caption pale utabonyeza hapo, ile ulio copy utakuja tu kupachika hapo pap. Umeona hapo figure, lakini kama ni table, labda table utakuja kubadilishia hapo, utaweka table. Lakini hizi ni figure. Kwa hiyo hizi figure zitakuwa figure hivi. Umeona pale figure namba moja imejiweka automatic. Wewe kikubwa tutagonga okay, imetokea hapo. Utakuja tena nyingine namba mbili, ambao bila shaka inayofuata itakuwa hii hapa. Copy hiki hapa, unakwenda pale kwenye nani nyingine inayofuata. Hii hapa. Hii utaklik hapo, utaenda kwenye set caption pale kama kawaida, utaweka. Alafu unapiga okay pale. Unaendelea tena, unaenda kwenye nyingine hii hapa. Hii ni McClelland. Hii nayo McClelland hii hapa. Copy hii hapa kama heading yake, ambayo hii figure itakuwa inaelezea hicho kitu. Utakuja hapa tena, utakuja huku chini huku. Insert caption. Unaweka hapo, unapiga okay, unaendelea. Unaenda nyingine inayofuata. Lazima inayofuata itakuwa hii hapa, Verum, kwa sababu ni kwenye kila theory kuna mchoro. Kwa utaenda hii hapa theory, unatafuta mchoro wake. Mchoro wake ni huu hapa. Bonyeza hapo. Unakuja kucopy tena hapa kama kawaida tu, unapiga okay. Lakini kumbuka, sio kana kwamba lazima ukopi. Unaweza ukawa mchoro wako una title nyingine au unahusiana jambo fulani ambalo linatofautiana kidogo na title yako na subtitle yako. Sasa pale wewe mfano hii hapa ni equity theory. Kwa equity theory iko wapi? Utaitafuta huko chini huko. Hii hapa equity theory. Kwa hiyo equity theory, wewe unajua hii ni equity theory, wewe utakuja tu hapa utaandika hapa equity theory. Alafu unapiga okay. Bila shaka. Lakini sisi tuna copy kwa ajili ya kuokoa muda. Wewe unaweza ukatype tu, sio kana kwamba labda ukasema kumbe kutype haikubali, lazima nikiwepo niandike sehemu alafu ndio ni copy. Hapa ni goal setting theory. Unakuja hapa kwenye insert caption, unatumbukiza kama kawaida. Maliza hapo, unaenda nyingine hii hapa, reinforcement theory, na yenyewe ni hiyo hiyo. Reinforcement theory ni hii hapa. Kwa hiyo utakuja tu hapo utatype tu reinforcement theory of motivation, utaandika hapo theory of motivation. Eza okay pale inatokea hapa. Hizi pia unaweza ukazisize. Unaweza ukaamua mwenyewe hii ulioiandika hapa ikae katika mfumo gani, kama ni Times New Roman unaweka hapo, kama ni 12 unaweka hapo. Kama unataka iwe nyeusi pia unabadilishia hapa, unaweka nyeusi hapa. Hiyo tu utakavyoamua kitu kama hicho. Kwa hiyo sasa sisi tutaenda sasa kutengeneza ile automatic pasipo kutype. Yani baada ya kutype sisi ya kwetu hapo tunaenda kuiweka tu, inakuja yenyewe shwa kama tulivyotengeneza table of content kama ulinifuatilia kwenye video zilizopita. Kwa hiyo hapa tutakuja hapa. Unaona ilivyokaa pale? Wewe utaenda kwenye references.
Bonyeza references. Hii ni nini? Ni figure. Utaenda kwenye insert figure hii hapa. Ushabonyeza hapa. Hapa yenyewe imeandika table. Lakini wewe kumbuka za kwako nini? Ni figure. Zitakuja automatic hizi hapa. Zitakuja kusoma hapa figure. Kwa hiyo utakuja tu kupiga okay hapa mzigo unamwagika hapa. Wewe cha kufanya kama kawaida tu. Unaamua kuweka the way wewe unapotaka iwe. Unakuja kuandika Times New Roman ili ifanane na kazi yako hivyo imechapa katika aina gani ya mwandiko, font 12. Haya. Kwenye hizi line space pale unaweza kaweka hii hapa, ndio inatumika sana. Hapa tayari utakuwa umeshamaliza michoro yako yote. Save kazi yako pale. Sasa unaweza ukaprove, je, hii Maslow hierarchy of needs ipo namba 3 kweli? Page namba 3, page namba 3 hii 1, hii 2, hii 3. Page namba 3, si hapa page namba 3. Kwa hiyo tayari utakuwa umeshatengeneza automatic table of content tofauti na ile ya kutype. Unafika unaandika. Mfano hapa labda tuchukulie hapa mtu anaandika alafu anachora hivi alafu baadaye anaandika namba. Hapana. Kitu ni simple sana. Hata hahitaji nguvu. Ni haraka sana. Kwa hiyo hapa tayari tutakuwa tushamaliza automatic list of figures. Hapo shamaliza. Hata pia na table. Na table ni vile vile tu nimekuonyesha pale mwanzo. Ukianza kurudia hii video utaona namna ya kuweka list of table, list of figure. Ni kitu simple sana. Kwa hapa kazi yetu itakuwa imeshakamilika. Jamani, nawaombeni msisite kunifollow. Msisite kunifuatilia YouTube, Facebook na account mpaka Instagram. Jina langu ni hilo Mordekai Ayubu. Usisahau kunifollow, kusubscribe account ili kwa video zingine zitakazokuwa zinakuja. Nataka nianze kutoa ile basic computer, yale mafunzo ambayo yanamhitaji mtu ambaye ndo anaanza kutumia kompyuta. Jamani, usisahau kunifollow. Tutaenda taratibu, tutajifunza wote. Hakuna anayejua sana. Wote tuko kwa ajili ya kujifunza. Kwa jamani, karibuni sana kwa video zingine zinazofuata kwa ajili ya mafunzo zaidi ili ujue. Leo tutaanza kabisa ile basic. Usisahau hiyo video inayoanza, jitahidi sana uanze na mimi ili nisikuache hata video moja. Asante sana.